Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu tena. Leo nitakwenda kuhusu habari ya kitu ambacho nakiona. Unapoishi katika familia, unapaswa kufahamu kitu kimoja, kwamba katika mahusiano ya mke na mume kuna namna ambavyo kama mwenzako hajafunguka maeneo fulani, kuna asani kama wewe unakwama maeneo fulani. Lakini Paulo anasema kitabu cha Korinto wa kwanza mlango wa 7 mstari wa 29, yeye aliyeoa awe kama hajaoa. Kwa nini hicho kitu? Kwa sababu kuna vitu unakuwa unavijali sana na vyenyewe vipo katika hatari sana. Yaani kuna saa mtu anaweza kaongea mahusiano kitu fulani kikakuchukua na kiwaza mpaka unakonda. Unatafakari, unaweka nyongo, unaweka manunguniko moyoni, unazungumza na unateseka. Hiyo itakunyima faraja na utulivu. Mara zote puuza vitu, endelea na safari yako. Ila kumtafakari Mungu, hapo ndipo utaishi kama hujaoa na ndipo utakuwa umeoa. Mara zote ambaye anakusumbua usipomjali huwa hakusumbui. Lakini pia la pili ya kuomba, omba Mungu akupe upako mara mbili. Kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa pili mstari wa 8 na wa 9. Elia akamwambia Elisha, omba utakalo nami nitakupa. Akamwambia naomba sehemu maradufu ya roho yako, ili kwamba amalize mahali pa Elia na yeye amalize ya kwake. Kwa hiyo ili umsaidie mwenza wako na wewe pia uende. Omba hilo, Mungu atakupa na utajikuta mambo yako yanakwenda vyema kabisa na hautaanza kuchoka. Lakini pia ni kwa sababu ya usalama wa moyo wako, kwa sababu saa nyingine moyo ni engine. Moyo ni engine. Nilikwambia kuhusu habari ya damu ya familia, damu za upande ulioolewa. Kuna mambo mengi yanaendelea sana na watu wengi huwa wafanya uchunguzi walipooa kuolewa. Pamoja na Mungu kusema fanya mapping, spiritual, physical, chunguze hiyo familia. Kwa sababu hapo ukisoma kitabu cha Ezekiel 6 utaona ile makabila Muhiti na Muhivi, hao ni wazazi. Na akasema ukooshwa, ukosafishwa, ulitupwa uondani. Ulichukiwa tangu siku ulipozaliwa. Leo nataka mume wako akupende kwa kupetipeti. Je, mama yako alipetiwa? Mama yako alithaminiwa? Je, mama yako alikuwa kwenye ndoa, alidumu? Ndoa ya mama yako ilidumu? Je, kwani una mitala? Hapo uangalie. Ukishaona hicho kitu, anza kushirikia damu yake ili uweze kumfungua na kumtoa alipo na uende kupaswa kwenda. Kwa cha msingi hapa ndipo unataka kuomba roho ngumu ili uweze kufight na kuvuka ng'ambo. Kitabu cha Ezekiel 3 mstari wa 9 anane kuhusu habari ya roho ngumu. Omba roho ngumu ili mambo yaweze kwenda inapopaswa kwenda. Shalom, shalom.